Asante, nashukuru. Sawa sawa na kabla tujaingia kwenye mjadala wenyewe bwana, nimfahamishe tu mtazamaji kwamba hivi sasa nchi mbalimbali zinawaambia raia wake waondoke Iran, hususan katika mji wa Tehran ambapo mashambulizi ni mengi, na katika jitihada hizi tumeshuhudia hata hapa karibuni Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania na yenyewe ikitangaza utaratibu wa kuorodhesha majina ya watu waliopo kule Tehran na miji mingine ya Iran ili wafanyie utaratibu wa kurejea hapa nchini. Na tumezungumza na mmoja wa Watanzania ambao wapo huko, ingawa hakutaka utambulisho wake ufahamike. Anatueleza kile ambacho wanakipitia katikati ya mapigano yanaendelea kati ya Iran na Israel. Hebu tumsikilize afu tuje kwenye mjadala. Kwa namna moja au mwingine tumekuwa tukifanya kazi katika mazingira magumu ya kulazimika wakati mwingine baadhi ya kazi kuzifanyia nyumbani, shifti, kubadilisha watu kwenda maofisini wakiwa wachache. Kwa hiyo kwa namna moja au nyingine hiyo ina athari, iwe ni athari za kimaisha, athari za kikazi na nini, kwa sababu ni swala ni kwamba ni eneo ambalo usalama uko hatarini. Kwa hiyo ni eneo ambalo linakuwa ni hatarishi kimaisha. Kwa hiyo kuna baadhi ya maeneo ambayo kimsingi ndiyo yanayolengwa, au maeneo ambayo pengine Israel baada ya kufanya utafiti na nini, kuna watu maalumu, makamanda ambao inawakusudia, ndio ambao ndio maeneo ambayo yamekuwa yakilengwa zaidi. Kwa hiyo si kila sehemu tu, kwa mfano unaweza ukawa unatembea ukashtukia kwa mfano bomu limedondoka au nini. Na kama nilivyokuambia ni kwamba mataifa haya kwa upande wa teknolojia yamepiga hatua. Kwa hiyo unakuta nyakati za usiku unaweza kukuta kwa mfano ndege ya Israel imeingia inataka kushambulia, unakuta inapambana kwa mfano na yale makombora ambayo ni ya kuzuia mashambulizi. Kwa hiyo unakuta ni makabiliano yanakwenda angani, mpaka wakati mwingine kwa mfano ndege hiyo inatunguliwa au inafanikiwa kushambulia baadhi ya maeneo. Naweza nikakwambia sasa hivi kilichotukwamisha ni pengine ni msaada tu wa serikali wa kuweza kutoka katika ili eneo na kwenda katika maeneo mengine ambayo ni salama, kwa sababu hasa kwa upande wa familia na hasa kwa upande wa watoto, wanafunzi, kisaikolojia wamekuwa wanaathirika na hii hali inayoelekea sasa hivi. Kwa hiyo tumekuwa na mawasiliano na ubalozi wa Tanzania nchini Abu Dhabi, ambao ndio balozi pia Asia mkaazi ambaye ni balozi wa hapa pia. Kwa hiyo kumekuwa na mawasiliano ya hapa na pale kuhakikisha kwamba kuna juhudi gani ambazo zinafanyika kuweza kuwatoa Watanzania ambao wapo hapa nchini Iran, wakiwemo katika mji wa Tehran hapa nilipo, na katika miji mingine kama Qum ambapo ndio wanafunzi ni wengi zaidi wa Tanzania ukilinganisha na mikoa mingine ya Iran hapa. Na kumekuwa na juhudi za ufuatiliaji kuhakikisha kwamba tunapata msaada huo, na kumekuwa na ahadi za hapa na pale. Ni miongoni mwa Watanzania hawa ambao wako kule Iran, hususan katika mji wa Tehran, ambaye hakutaka utambulisho wake ufahamike, lakini amezungumza nasi akitupa kile ambacho wanakipitia. Na taarifa ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania inasema kwamba ni zaidi ya Watanzania 160 waliopo huko, wengi wao wakiwa ni wanafunzi ambao ni 134 katika mji wa Qum. Bila shaka jitihada zinazofanywa za kurejesha nchini wakiwa salama zitafanikiwa. Twende kwenye mjadala wenyewe bwana Aliamtu. Kihistoria, Iran na Israel wamekuwa wanatofautiana wapi? Kwanza mgogoro wa Iran na Israeli umekuwa ni mgogoro wa muda mrefu, na kimsingi una sababu nyingi, lakini sababu kubwa za msingi kabisa tatu. Sababu ya kwanza ni sababu ya kihistoria, tunaweza tukaita ni historical perspective, sababu ambayo inatokana na uongozi wa kwanza wa kidini ambao ulifanya mapinduzi mwaka 1979 ukiongozwa na Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini, ambaye aliuangusha utawala wa kifalme wa Mohammad Reza Pahlavi Shah. Toka wakati huo mahusiano ya Iran na Israel yaliingia doa kutokana na sababu kubwa tatu. Katika sababu hiyo ya kwanza ya kihistoria, sababu ya kwanza ni utawala wa Ayatollah Khomeini, Ruhollah Khomeini. Kwanza alivunja mikataba aliyokuwa nayo na nchi ambazo zilikuwa zina mahusiano ya karibu, kwa maana ya Uingereza na mshirika wake mkubwa Marekani. Mkataba wa kwanza ni mkataba ambao ulikuwa unaitwa ni mkataba wa Camp David Accords uliofungwa mwaka
1925, mkataba ambao uliruhusu kampuni ya Anglo Iran Oil Company kuchimba mafuta na kumiliki hadhi na kuwa na uwezo wa kuwa na hatimiliki ya uchimbaji wa mafuta katika ardhi ya Iran. Mkataba wa pili ni mkataba ulikuwa unaitwa mkataba wa Cohesion Agreement ambao ulifungwa mwaka 1954, mwaka mmoja baada ya mapinduzi yaliyoongozwa na Marekani kumuondoa aliyekuwa waziri mkuu wakati huo Mohammed Mossadegh, mapinduzi yaliyofahamika kwa jina ya Operation Ajax. Kwa hiyo baada ya Operation Ajax kukaingiwa mkataba unaoitwa Cohesion Agreement ambao ulikuwa ni mkataba wa kuilinda kisiasa pamoja na kuisimamia Iran katika mustakabali wa ushawishi wa nchi za magharibi. Sasa wakati wa mapinduzi ya mwaka 1979 Ruhollah Musavi Khomeini akaiondoa Iran kwenye hiyo mikataba. Lakini jambo la tatu, kupitia shirika la kijasusi la Iran Quds likatangaza kuitamka Israel kuwa ni adui wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, na kupitia kutangaza huko kukazalisha mapinduzi, kukazalisha operation iliyosababishwa na Marekani ya kuja kuokoa mateka 52 baada ya kutekwa na waliojiita wanafunzi wa chuo kikuu cha Tehran mwaka 1980. Wanafunzi wa Tehran waliteka maafisa ubalozi 52 waliokuwa ubalozi wa Marekani na kukaleta hali ya taharuki kubwa baina ya Marekani. Sasa hilo kwa ujumla wake kukazalisha hali ya taharuki na nchi za Ulaya Magharibi na Marekani kuiona Iran kwamba imechukua mwelekeo usio sahihi, lakini pia serikali ya Tehran chini ya Ayatollah Ruhollah Musavi Khomeini pamoja na serikali ya Israel zikaingia kwenye taharuki kwa sababu tayari serikali ya Iran ilikuwa imeshaitambua Israel kuwa ni taifa la kigaidi, na kikundi kilichokuwa kinafanya ujasusi cha Quds chini ya jeshi la Jamhuri ya Mapinduzi la Iran kukaitamka kwamba jeshi la IDF, jeshi la Israel, kuwa ni jeshi la kigaidi kwa sababu liliundwa na makundi matatu ya kigaidi, ikiwepo kundi la Stein Gang lililokuwa likiongozwa na Isaac Shamir, alikuja kuwa waziri mkuu wa 7 wa Israel baadaye. Pia kuna kundi kikiitwa Aigur ilikuwa kiongozwa na Mecham Begin, na kundi la Haganah likiongozwa na Ben Gurion. Kwa hiyo Iran waliliona jeshi la IDF kuwa ni jeshi la kigaidi kwa sababu liliundwa na makundi ya kigaidi yaliyofanya uhalifu mwaka 1948 kwenye kijiji cha Al-Sheba ambacho kiliua zaidi ya Wapalestina 250. Sawa wengi wao hao wakiwa ni watoto na wanawake. Kwa hiyo hii ni sababu ya kwanza ya kihistoria. Sawa, kihistoria umetupitisha vizuri sana na tumeona hilo, lakini tukija kwenye mazingira ya sasa inaonekana Israel pamoja na mshirika wake Marekani wanataja sana swala la nyuklia, na hapa wengine wanajiuliza swala la miradi ya nyuklia si la Iran peke yake, hata Israel na nchi nyingine wana miradi kama hiyo. Kwa nini kwa Iran ionekane ni tatizo? Kipi kipo nyuma ya pazia? Kilipo nyuma ya pazia kwamba kwanza ni taifa la, kuna kitu kimoja tunakiita global nuclear tension, ni hali ya taharuki ya kinyuklia duniani ambayo ni moja sababu pia ya mgogoro baina ya nchi ya Israel pamoja na Iran. Na washirika wa Israel kwa maana ya Marekani na Uingereza na mataifa mengine ya Ulaya Magharibi. Ni kwamba swala hili linaanza nyuma kidogo. Kuanzia mwaka 1953 Iran ilisaini mkataba, wakati huo ikiwa chini ya mfalme Mohammed Pahlavi Shah, ilisaini mkataba wa NPT, mkataba ambao ulikuwa unaifanya Iran kuwa chini ya uangalizi. Lakini wakati wa utawala wa rais wa Iran Mohammed Nejad alijiondoa kwenye kitu ambacho kiliitwa Paris Accord, mkataba ambao ulikuwa umefikia mwafaka wa nchi ya Iran kuwa chini ya uangalizi wa usimamizi wa utubishaji wa madini ya Iran ambayo inaweza kutengeneza mabomu ya nyuklia, ambao wakati huo Rais Mohamed Khattam aliingia mkataba na nchi za Ulaya Magharibi, na baadaye kufikia mwafaka mwaka 2005 kuingiza Iran kwenye mkataba wa JCPOA
mkataba ambao pia ulikuwa unadhibiti Iran kurutubisha madini. Sasa Ahmadinejad alijiondoa kwenye huo mkataba na kuita kwamba huo ni mkataba wa kihaini, mkataba ambao unaihujumu Iran. Kuanzia hapo hali ya taharuki dhidi ya Iran na Israel imekuwa kubwa, na Israel imekuwa ikishtumu Iran kwamba inatengeneza makombora ya uranium, makombora ya nuclear kupitia urutubishaji wa uranium, jambo ambalo linaweza kuleta uhatari kwa maslahi ya Israel na maslahi ya Mashariki ya Kati. Hivi sasa inaonekana kwenye mashambulizi haya yanayoendelea ni kama Iran anapata uungwaji mkono ama kuwafurahisha watu wengine ambao hawaifurahii Gaza, hawaifurahii Israel inavyoendesha mashambulizi yake katika maeneo mengine ikiwemo Gaza. Na katika kauli hii Iran inaonekana haijataka kuwa mnyonge, na hata tumemsikia kiongozi wa Iran Ayatollah Khamenei akisema kwamba hawatarudi nyuma, na nukuu baadhi ya maneno yake ambayo amenyukua vyombo vya habari. Anasema hawatasalimu amri, na anaonya mpaka Marekani kwamba iwapo itajiunga na Israel kushambulia kijeshi kuna kitu kitatokea. Na wakati huo Marekani amesema wanajua maficho ya kiongozi huyo Ayatollah Ali Khamenei na hawatamdhuru kwa sasa, ingawa uvumilivu wao una ukomo. Sambamba na hilo, China naye kupitia Wizara ya Mambo ya Nje wanasema kwamba Marekani inamwagia mafuta katika mgogoro baina ya Israel na Iran badala ya kutumia ushawishi wake kutafuta ufumbuzi. Kauli hizi zinatengeneza mazingira gani ukilinganisha na hiki kinachoendelea hivi sasa? Kauli hizi zinaleta hali ya taharuki zaidi, lakini jambo la kujua ni kwamba Marekani hayafanyi haya kwa bahati mbaya. Kuna kitu tunachokiita geostrategic feed, ni hali ya kimkakati ya kidunia, kwa maana ya Marekani kujiingiza kwenye huu mgogoro, na Marekani imekuwa ikitamka wazi kwamba imekuwa ikifanya kazi kubwa ya kusaidia Israel katika masuala ya ulinzi na masuala mengine kiushawishi. Lengo la msingi ni kwa ajili ya kuweza kudhibiti geopolitical ya nchi za Mashariki ya Kati kwa maslahi ya nchi ya Marekani. Na hili linatokana kwa sababu eneo la Iran ni eneo muhimu zaidi kimkakati, kwamba kwanza tujue kwamba 48.3 ya mafuta yote duniani yanatoka Mashariki ya Kati, na 20% ya mafuta yote hayo yanapita kwenye mlango bahari wa Hormuz ambao uko chini ya Iran. Kwa hiyo eneo la Iran ni eneo muhimu kimkakati. Kwa hiyo Marekani kujiingiza katika mgogoro huu ni kuendelea kuhakikisha kwamba ile nguvu yake kiushawishi Mashariki ya Kati inazidi kuwa pale pale, lakini pili kuhakikisha kwamba mshirika wake Israel anaendelea kuwa salama. Na ndio maana kuna operesheni nyingi ambazo Israel inafanya za siri ikishirikiana na CIA, kama operesheni za kufujisha taarifa, operesheni za kutumia satellite za kiintelijensia za Marekani kwa ajili ya kupata taarifa za siri za Tehran. Lakini jambo jingine la muhimu pia ni kwamba kuendelea kuweka ushawishi wa Israel katika eneo la Mashariki ya Kati ni muhimu zaidi kwa usalama wa Marekani na kwa maslahi ya Marekani, na ili hayo yaweze kuwepo ni lazima kuweza kudhibiti uinukaji wa taifa la Iran katika Mashariki ya Kati. Sasa ndio maana Marekani imezidi kuweka nguvu na kuhimiza kwamba inaweza kaingilia kwenye mgogoro huu, jambo ambalo kimsingi na kidiplomasia ni jambo ambalo ni baya zaidi, kwa sababu itakuwa ni sawasawa na kumwaga mafuta ya petroli kwenye moto. Sawa sawa. Bwana Liamtu yeye ni mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye anazungumza nasi akiwa kule Marangu mkoani Kilimanjaro katika Chekeche, mwendelezo wa mjadala wa kinachoendelea kati ya Iran na Israel. Nini hatma ya mzozo huu kwa kadri unavyozidi kukua, ndicho ambacho tunakiangalia. Tutarejea hivi punde katika sehemu ya pili na ya mwisho ya mjadala huu. Karibu katika sehemu ya pili na ya mwisho. Kipindi ni Chekeche, uchambuzi wa siasa za kimataifa. Gumzo la hivi sasa ni mgogoro ama mzozo uliopo kati ya Israel na Iran. Kwa sehemu ya kwanza tumeona chimbuko lake na yanayozidi kuendelea hivi sasa, lakini tunachokiangalia zaidi ni nini hatma ya mgogoro ambao unaendelea kutokea na dunia ikionekana iko njia panda juu ya hatima yenyewe ya mzozo huu. Tunaye Bwana Liamtu, mchambuzi wa siasa za kimataifa ambaye tunazungumza naye akiwa Marangu mkoani Kilimanjaro. Bwana, tunaona kwamba kwa hiki kinachoendelea hivi sasa
Irani ndiye anayetazamwa zaidi na hao Israel pamoja na washirika wake. Na katika siku za hivi karibuni tumeona hata wasaidizi wa karibu na makamanda wa kiongozi wa Iran wakiwa wanauawa kirahisi sana. Sasa kuna kitu hapa kinajitokeza ambacho mimi najiuliza binafsi kwamba iwapo Iran anahofiwa kwa kuwa na hizo silaha za nyuklia alizonazo, anashindwa vipi kuwalinda watu wake mpaka wanawindwa na kuuawa na Israel mara kwa mara? Kwanza jambo moja la msingi ni kwamba nchi ya Israel kupitia shirika lake la kijasusi la nje Mossad na Shin Bet, shirika la ndani, kitu kimoja kikubwa ambacho wamefanikiwa ni kuweza kufanya ukachero ndani ya nchi ya Iran kwa muda mrefu. Utakumbuka mwaka 2006-2007 Ahmadinejad aliwahi kutamka hadharani kwamba waliwahi kuunda kamati maalum ya uchunguzi ya kwa nini mipango yao ya nyuklia mingi inavuja. Na baada ya kuunda kamati, mwaka mmoja baadaye walibaini kwamba kamati nzima walikuwa ni makachero au mapandikizi kutoka Mossad. Kwa hiyo jambo kubwa la msingi la kujua ni kwamba Iran imefeli pakubwa sana kwenye ujasusi kupitia shirika lake la kijasusi la jeshi la Quds, ambalo imeonekana kwamba taarifa nyingi sana za Iran zinavuja kwenye kwenda Mossad na kwenda CIA. Na hiyo ni kwa sababu kubwa mbili. Sababu ya kwanza ni kwamba Mossad wanatumia mfumo wa kuhack taarifa za mawasiliano kupitia kwenye simu, vyombo vya electronic vya viongozi wengi wa Iran. Lakini jambo la pili ni kwamba wanatumia mfumo unaoitwa geospatial intelligence. Geospatial intelligence ni mfumo ambao Mossad wanatumia satellite za reconnaissance za Marekani za kijasusi kupokea taarifa nyingi, ambazo taarifa zile zinapachikwa na mapandikizi ambao wako ndani ya serikali na wengine wako ndani ya jeshi la Iran. Kwa hiyo jambo kubwa la kujua ni kwamba Iran imefeli hapo, na ndio maana unaona viongozi wengi wa karibu wale wa inner circle wa nchini Iran wanauawa na wanapatikana kwa urahisi zaidi, kwa sababu taarifa zao nyingi sana zinavuja kupitia kwa